kumchapa. Niliona hiyo video bali na maybe tunataka kukula hii. We are going to talk about Mike Sonko, hiyo scandal ilikuwa inaendelea between him na his son-in-law. Hello guys, welcome to our second episode of Celebas, and I am Elizabeth Adisa, and with my colleagues here. I'm Jonas Nameka. I'm Sylvia Chen. So today we are going to talk about Mike Sonko, hiyo scandal ilikuwa inaendelea between him na his son-in-law. His son-in-law alichapa mtoto wake. Mtoto wake anaitwa nani? Salma. Yeah. So hiyo scandal ilianza like when Mike Sonko alipigiwa simu na mtoto wake. Actually nadhani alipigia mamake. It was about 3 days ago. Yeah, it was 3 days ago. Alipigia mamake, bwanake sija amemchapa. No, it was not the first. It was the first time akimchapa. So Mike Sonko alitake nini akisema it wasn't the first time that his daughter amekuwa akicomplain anapigwa. So Mike Sonko, is it Sonko? Mike Sonko. Tunaweza tukamwambia jina pia Sonko. So alimpigia akamwambia, so hapa tulikuwa na nini yenye aliwaambia, alipigia babake akamwambia, I just asked for breakfast and have been slapped twice and have been telling him the kids are hungry. So alimchapa lakini alivura vibaya. Niliona hiyo video bali na two slaps. Hapo ilikuwa slaps mbili lakini alivura vibaya sana. So when alimchapa hiyo kulienda hivyo aitwa na Mike Sonko, alienda na hasira akachukua mabodyguards wake na akadrive kutengata baba. The bodyguard alislap huyo the son-in-law ya Mike Sonko, the daughter. Nasema tusipige bwana, na amepigwa tu kwa sababu ile ina symbolize mtu huyo nini bado anapenda bwana yake. Hata kama alimchapa bado anampenda. Unajua mapenzi ni kitu muhimu. Hii ni shangaza like anaslatiwa tu kofi moja nasema don't beat my husband. Just leave my husband alone. Shika amefura. Mwache kuchapa bwana yangu. Hiyo like inamaanisha bado anampenda hata kama. So Mike Sonko alichukua mtoto wake na wajukuu wake akaenda nao. Nalimpeleka hospitali Mike Sonko baada akisema kitu atinia ana provide kila kitu. Yeah, Mike Sonko alimbaya gari, akamlipia kila kitu, school fees, analipia watoto. Yaani baba kazi yake. How can a man, why should a man, mbona mwanaume awekwe? Like wewe unaweza kubali mwanaume wako like your husband, let's say your husband awekwe na wazazi wako. Afanye kazi. Hapo tu yani wewe kwa bwana yako unakaa tu na yeye, imagine unanipiga na kitu kingine ni babangu anakuprovidea, analipia watoto school fees na bado in fact anafanya kile kitu chakula yenye tunakula inatoka kwa wazazi wangu. Hadi sijui alimgift gari. Yeah, hadi nyumba analipa everything, babake ndo analipia. Yeah, and then anaenda to an extent ya kumchapa. Yeah, it makes sense. It's totally senseless. Though mimi kitu yenye nasema pia pati ya Mike Sonko alikuwa anafaa kuachia hiyo nini as a family kwanza, as husband and wife. Hapo anafaa kuingilia, but then alikuwa first called the mother. Alimpigia lakini mimi ningekuwa mama yake ningemwambia huyo ni bwana wako. Kwanza kitu ya kwanza ni you should kwanza mbona you should solve yourself. Yeah. Mbona mzazi ingililie kwa nini yako? But it's the first time. Yeah, it's not the first time. Mzazi aliingilia. It's not the first time. Yeah, alikuwa na right, but it's not the first time. Hiyo ni marriage yao. Sijakataa ni mtoto wako, but it's their marriage. So they walikuwa na solve kwanza. Unajua parents wanakuanga ile na pain, akiona mtoto wake akiteseka. Hiyo pain sasa hiyo ndio ilitoa. Yeah, I understand the pain, but mimi pajabu naweza sema au kwa nafaa kuingilia. Na tunapata yenyewe naweza sema ni huyo the husband to
Salma. Hapo anafaa kuchapa bibi yake juu. Kitu ya kwanza ni remember my parents provide food every day. Mimi nimekuitisha breakfast only. Breakfast kama alikuwa ametoka mahali hakuwa amerudi hiyo time. So nakuitisha breakfast. Unanichapa why? That's hiyo nayo ni violence. It's violence. Hiyo gender based violence. By the way kuna hii kitu na trend ya papo. Yeah, papo gender based violence. Wenyewe anaweka papo profile. Simeingiliana na hiyo. Imeingiliana but hii yake I think it's somehow different because hii gender based violence ni yenye maybe wanawake hiyo kurepiwa hizo kubitiwa hiyo kuchapwa na mabwana zao. Yes, hata nyamaza pia unaweza. Yaani gender based violence. Lakini yake hakuchapwa sana. Ilikuwa ni slaps mbili. Like ufai kuongelea juu babake na provide everything. Ukitaka kitu yote hadi school lakini pia kuna hii part sijakataa babako ana provide kitu. Not maybe the wife was disrespecting him. Akachapa. Maybe kuna part yenye umeficha hapo hawataki kutueleza. So unajua like something ina higher rank. So obviously kuna vitu zingine maybe his daughter did then wanajificha. Hawezi tuambie sasa wameenda kwa part ya huyo mtu mwingine so wanaficha wanaonyesha hii part yake mbaya hawataki kuonyesha the bad side of the girl. Lakini hata kama amekosea aje kwa you can stay somewhere you don't have to raise your hand. So but hakuna kitu baya kama mwanaume kuwekwa na wazazi kwa the daughter it's not good. Inamaanisha tu kutoka uonekane you are married. Yaani aliamua tu kwenda hapo juu ya pesa. Aliona hapa kuna pesa acha mimi. So kazi yake naanga tu kuamka kulala na dinga. Kuamka na kulala. Yeah, he's one of them. Sasa kazi yake naanga tu kuamka kulala alishwe. Like mimi ningekuwa yeye. Okay, I have married in a rich family sijakataa. Though mimi kitu nilikuwa nafanya ni hata kama nalipiwa nyumba food ningekuwa na provide. Natoka ile naenda nifanye kazi ni provide familia yangu chakula. Sio ati father-in-law aniprovide watoto wangu anawalipia mtoto wako mwenye mbona alipiwa school fees na ni aibu kubwa. Wanaume mkubwa unabaya hata gari na hadi gari. Ilinishangaza bado hapo na the audacity hapo ya kuchapa. Yeah, that was totally hapo na alifanya mbaya lakini Joamekwa anafaa tulie. Yaani like kila kitu yenye Salma amesema yes. So extra love. Lakini unajua sasa kuduko na okay mimi kitu ninasema Salma she is somehow a good girl. Ako good because hakuna msichana mwenye anaweza kuwa anawekwa like baba yake anawekwa na wazazi wake anaweza muongelee like venye wamestay akubali amchape. Wallahi kitu ya kwanza Salma alikuwa anafaa kuwa disrespectful. Angekuwa anamuongelesha vibaya. Remember my parents wanakulisha. Remember hawa watoto si wewe unalipia. Salma angeamua tu toka uende. Toka kwa nyumba yako. Toka na uende. Toka. Akiamua kutoka ni hivyo. Haiwezi mfanyia kitu kwa kitu yako anajua hata ukitoka anaweza muongelee like when you are stay akubali amchape. Wallahi kitu ya kwanza Salma alikuwa anafaa kuwa disrespectful. Angekuwa anamuongelesha vibaya. Remember my parents wanakulisha. Remember hawa watoto si wewe unalipia. Salma angeamua tu toka uende. Toka kwa nyumba yako. Toka na uende. Toka. Akiamua kutoka ni hivyo. Haiwezi mfanyia kitu kwa kitu yako anajua hata ukitoka hakuna kitu unasaidia kwa maisha yangu. Hata ukitoka bado school fees italipwa. Bado hii nyumba yetu tunakaa this luxurious house nitalipiwa. Everything. Mimi namwambia ukitoka na wache kiza gari. Unaacha kila kwanza. Like hakuna kitu unaacha. Uende uanze maisha yako. Hakuna mwenye mwanaume lakini mwanaume hafai kuwekwa.
Mwanaume hafai amefail. Hata kama tunataka tumeki, acha niseme tu, acha basi nenda tanifanye kazi ya mjengo. Ama basi angeambia basi nimesoko. Kuliko nieke nitafutie kazi. Nipatie kazi, at least mimi mwenyewe itoe jasho yangu nilishe familia yangu. That one will be better than anapewa kila kitu like how even chakula. Mimi ndio nanunulia kwa nguo za ndani. Exactly. Ananunulia kila kitu wapi? Father-in-law tumakile tunataka kukula hii tunataka hii. That's not good. So hiyo part ya maisongo, lakini pia kuna part yenye hiyo nani wake alienda kuchapa wenye hiyo bodyguard wake alienda kuchapa his side. He was against the violence. He was against it. I was totally against it. Alimwambia acha kuna watoto hapa, follow my orders. So pia huyo nini alionyesha bad character. The bodyguard. Because kitu ya kwanza ni ujaliwa ufanye. Yeye ndio hapa anafaa kuingilia. He may be family member. You know, oh my God, some security, workers kwa nyumba. Some of them wanakuchukulianga kama familia. So maybe alifeel Sandra maybe amekuwa kiwango kwa Songo since kitambo. Sandra akakuwa mkubwa. Alafu anaona amechukua Sandra kama mtoto wake. Alafu anaona kama unapiga sana. Unajua ilimuingilia. Mimi na support by that. Anapiga hata makofi. Ina hands. Mimi kitu ningesema hangi. He is not part of next time I do more. He is not part of the family. The man anaweza kasirika like you know the father, mbona unanichapa? Hadi anaweza sema hata kama unanilisha mbona uambie bodyguard wako hakuambiwa sijakataa kwa hivyo, lakini anaweza chukulia hivyo. Maybe walidiscuss before waende akamwambia instead of mimi ni mchape wewe fanya hivyo ndio ionekane sijafanya hivi. Unaona? But I don't sioni makosa hapo. That guy alifanya vizuri. I support him. Next time atapata kitu kama hiyo, amgonge hata bali. Nini? Lakini niko kielewi vingi. Kazi yake ilikuwa bodyguard. Ni bodyguard, in fact ni bodyguard wa Songo, si wa Salma. Angekuwa Salma ingekuwa better. Salma ni mtoto wa Songo. Atakataa. Najaribu kusema like some of our workers when you took on they take us family. So they feel the pain too. I feel the pain more than the father. I support him. Alifanya kitu nzuri baidha. Alifanya kwa yes, lakini hapo nafaa kuingilia. Mimi nimekataa. Hakuwa anafaa. At least we have men supporting the man right after kuchapa kofi akaenda kwa Mike Songa akamwambia aje nataka gari yangu imeharibika. Well, you went to this after the incident. After kupewa kofi na after kwanza kitu ambacho umechapa mtoto wangu na bado unakuja kuniambia sijui gari imeharibika. Hiyo gari ndio inakuja. Naweza kutoanisha hapo ndio contract marriage. Wallahi hiyo nako inakaa contract. Naweza kutoanisha hapo ndio. Wallahi like unarudi aje? Huyu mwanaume ni kama ako after the wealth. Ana humble apate. Lakini angetafuta yake. The main thing angetafuta jitume. Mwanaume ni kujituma. Wanaume ukinje mnafaa kujituma. Wote tu kaa hapo. Kupata tajiri sijui hata ukioleka kwa bibi ya president hapo hivyo uende utafute kazi kama unaenda kufanya kazi ya mjengo kama kuosha choo uende uoshe uko choo uoshe familia kufix hapo kama tu kazi yoyote at least unasema hata hii pesa this money ama sema kama buy kitu hivyo I worked for it this is mine hata ukitaka mtoto wake haribu unasema mbona umeharibu nilifanyia kazi sasa hiyo mtu akiharibu hata kama umefanyia kazi hakuna kitu hadi your children will disrespect you because wanajua tu wewe umekuwa tu hapo umewekwa. I think mtoto wake akisikia babu yangu ndo anali babu yangu anaona tu hakuna kitu unajua some like hao watoto wakiwa kubwa
wafike mahali alafu tuona babao like you are not helpful. Hakuna benefit. Your children will disrespect you. Na ita affect watoto pia because watoto hata wakienda shule wanasema maybe useme mtoto wako amechokozwa na mwingine. Mjoo mwingine atamwambia babako hizi kufanyia hizi nifanyia kitu. Juu amewekwa. Babako amewekwa na unakuja kutuambia nini amewekwa. So mtoto pia ata feel poa hiyo part ya kusoma shuleni. And then so mexonko alichukua bibi mtoto wake na wajukuu wake akampeleka hosi akapeleka watoto kwa nyumba akasema kama mnataka mtoto na bibi mkuje na familia. Hapo I saw for this venye alikuwa amereact hiyo story. Kusema mimi mtoto wangu hawezi chapa. Kama umetoka naye achana naye. Yeah, kuna in fact for the first time the comment section something for my daughters. Kama umetoka naye achana naye akuje kwangu. Lakini Rita go exaggerate. Yaani kofi amepelekwa hosi. Hii dunia unatafuta pesa. Money buys life. Money talks. Money is everything. Kwa vitu mmoja ashapeleka kosi. Medical check-up kwa bed. Masiji ameumizwa. Kuna nani alisema some public figures like Estabasaris alisema Nairobi women rep praised him for confronting the law without resorting to violence. Akafanya ni violence. And then kuna Geoffrey Musiri. Sema unajua Musiri? Alisema the Nairobi County Government Environment Chief Officer praised Sonko for protecting his daughter and grandchildren, calling for early action in abusive relationship to protect escalation. So guys, today mmesikia mwache gender based violence. Wanaume mwache kuwekwa. Wanaume tafutie pesa. Hata kama tu ni kazi tu, watu kunja kazi ziko mingi, hakuna kubagua kazi. Mtafutie pesa, mwache kuwekwa na wanawake pia mwache kuacha wazazi wenu waeke wanaume wenu. Don't stay na usikae kwa marriage. Yeah. Lakini ukiwekwa ni heshima. Kwanza mtazanga akikuweka wewe That's not good. Mwanaume hafai kuwekwa. Tafuta kazi, anything that you know itakusaidia. Toa jasho. Kwanza Mungu alisema kwanza kwa Biblia. Alisema wanaume mnafaa kutoa jasho. If you want to eat. So guys, this is our last episode. It's not our last episode though. So jiunge nasi every Tuesday, Celebas, and don't forget to like, comment, share, subscribe. YouTube tupate Elite Media kila mahali to follow. Na mweke hapo comment section sema mtaka kuongelea kuhusu nani next time. I've been your host Elizabeth Kaibisa and my colleagues here.